Jina langu mimi naitwa Pachus Projestus Gabriel, lakini almaarufu wanapenda kutumia Pachest. Pachest ni jina ambalo ni la Kilatini. Lina maana ya kwamba mtu hodari, na mara nyingi kule wanalitumia kama multi talented. Mimi maisha yangu ya nyuma ni kwamba nimezaliwa pale Bukoba Manispaa, mkoa wa Kagera. Nimebahatika kusoma katika shule ya msingi Rwemshesha A iliyopo pale Manispaa. Nimefaulu pia vizuri. Nimekwenda sekondari inaitwa Rwamshinye Secondary School, iko pale pale Bukoba Manispaa, na kwa sasa nipo katika chuo cha sanaa Bagamoyo. Kwangu mimi uchoraji ni kipaji. Kwanza namshukuru Mungu kwa kunipatia kipaji, na nimeweza kabisa kukitumikia mpaka leo. Ni kipaji ambacho kimeonekana katika umri wangu wa udogoni, yani utotoni kabisa, na ndo naendelea nacho mpaka leo. Kwa hiyo toka nasoma shule ya msingi mpaka naenda sekondari, ni kipaji ambacho nilikuwa nacho na watu walikuwa wananiona katika hicho. Kwa hiyo nilipomaliza form 4 nikaona ni vema, na watu wengi wakanishauri kuliko kwenda advance ni bora nitafute sehemu ambapo naweza kuendeleza talenti yangu, na ili nipate ufundi na utaalamu wa hali ya juu zaidi. Kwa wakanishauri, na mimi nikaangalia kipi bora cha kufanya, nikaona ni bora nije katika taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo. Kwa hiyo uchoraji mimi kwangu ni kipaji. It is my talent. Namshukuru Mungu kwa hilo. Kwangu ni sawa. Vitu vipo vingi ambavyo viliniinspire, kwa sababu moja, nilikuwa napenda hii kazi. Na unaelewa kwamba ukiwa na passion ya kitu huwezi kuchoka ukipambania. Kwa hiyo hii kazi au kipaji nilikuwa nakipenda sana. Pia kitu ambacho kiliniinspire, yani kwa kule nyumbani pale Bukoba wapo wachoraji wengi tu ambao wanafanya hizi shughuli za uchoraji, hasa painting, uwekaji wa miuli na nini. Lakini kule sio sana uchoraji wa portrait, hauonekani. Uchoraji wa portrait kule sio sana. Lakini kwangu mimi hapa nikawa napenda sana kuchora portrait. Kwa hiyo nikakutana na kaka mmoja anaitwa Enoki. Sema sasa hivi ameshatangulia mbele za haki. Alikuwepo, ni mchoraji, na yeye alikuwa anachora portrait. Alikuwa ametokea Zambia, kwa ndo akawa ameninspire baada ya kuniona ni kijana ambaye nina passion na kitu ambacho ninakifanya ninakipenda. Kwa hiyo akawa ameninspire. Na kitu kingine ambacho naweza kusema kimeweza kunisaidia mpaka sasa hivi ni kwamba mama yangu yuko upande wangu sana kuhusiana na ili swala la uchoraji. Ananisupport sana. Kwa hiyo naye ni mmoja wapo ambaye anakipenda kipaji changu, na ni mmoja wapo ya mtu ambaye ameninspire mimi kufika hapa, kwa sababu amekuwa akinichangia michango, kununulia vifaa pale ninapokwama na kunitia moyo. Kwa hiyo hivyo ni baadhi ya vile vitu ambavyo nimeweza kufika. Kwangu mimi hapa picha ninachora za aina nyingi, lakini nimejiwekeza sana katika uchoraji wa picha za rangi na picha za penseli. Zipo aina nyingi za uchoraji, lakini mimi nimejiwekeza katika
uchoraji wa penseli pamoja na uchoraji wa rangi. Ninaweza kusema kwamba uchoraji kwangu mimi wa penseli ndo uwezo wangu mkubwa ulipo katika kuonyesha realism tofauti na painting. Yaani feelings zangu mimi hapa zipo hali ya juu sana katika uchoraji wa penseli ukitofautisha na rangi. Kwa realism ili nichore uhalisi au uhalisia wa kile kitu ni kichora na nini na penseli, yani touching za penseli ndo zinakuwa kwangu mimi hapa zina kitu kama hivi. Unajua picha ni tofauti. Kuna mtu labda useme portrait, twende kwa upande wa portrait, kumchora mtu unaweza kukuta details za ngozi ni tofauti. Kwa mfano ukileta picha ya mtoto ni tofauti na ukileta picha bibi kizee au mtu ambaye, kwa details zile ndo zinakuchukua muda. Lakini ukubwa wa picha, kwa mfano A2 ninaweza kuchora ndani ya siku 5 nikawa nimemaliza. Lakini hizi A3 siku 2, siku 3 kwa uhakika zaidi katika uchoraji wa penseli nakuwa nimemaliza. Kwa hapo hatua zipo nyingi za kufuata, lakini nikianza na hatua namba 1, unatakiwa kabla hujachora uwe na wazo. Unataka kuchora nini? Yani topic, main topic, unataka kuchora nini na kwa wakati gani? Yani hisia zako wewe zinakupeleka uchore nini. Hiyo ni hatua ya kwanza. Kwa mfano mimi naweza kuamua nasema niandae picha ikimuonyesha mama Afrika. Hiyo ni topic naandaa. Mama Afrika au manyanyaso ya mwanamke wa Afrika au majukumu ya mama wa Afrika. Umeona? Au ni kwa namna gani mama wa Afrika wanahusika katika mchango wa kujenga familia. Hiyo ni topic ambayo mimi naiandaa kwamba mimi nitachora, nahitaji iwe hivi. Nahitaji yani mchoro wangu utawaliwe na hiki kitu. Hisia zako zinakupeleka wewe wapi? Ndio hicho kitu ambacho nafanya. Kwanza naandaa topic. Hatua ya pili naandaa vifaa. Sawa, umekuwa na wazo. Je, unafanyaje mpaka hilo wazo litimie? Mpaka kwa hapo hatua ya pili natafuta vifaa. Kwa mfano tuchukue kwa mfano kwenye painting. Let's say nimeamua kuchora mama Afrika. Kwa hiyo nitaandaa rangi, nitaandaa brushes, nitaandaa canvas. Rangi mara nyingi mimi natumia acrylic na rangi tofauti. Sipendi sana kutumia oil color kwa sababu oil color zenyewe zinachelewa sana kukauka. Kwangu feeling yangu haipo sana katika oil color. Kwa mara nyingi natumia acrylic, rangi za acrylic. Nikishaandaa vifaa, nikaona vimetimia, basi naanza hatua ya sketching. Kama nina canvas nimeshaifuma tayari, pale kwenye kuandaa naipaka rangi, let's say silk nyeupe. Then hatua hapo inayofuata ni sketching. Naanza kusketch. Na sketch jinsi mawazo yangu yanavyonituma. Naweza kusema kwa kusketch kawaida natumia penseli. Na sketch kwa kutumia penseli, wazo wangu itapita hivi. Let's say nimeamua nianze, kwa sababu nasema mama wa Afrika, kwa hiyo nitaamua nianze na ramani ya Afrika kama mimi hapa. Then yule mwanamke amehusika vipi? Yule mwanamke namweka wapi? Namweka katika ramani ya Afrika. Inakuwa mchoro fulani unafikirisha. Yani siwezi kuchora huko Afrika alafu hapa nikachora ramani. Naweza nikaamua nichore mwanamke then niweke ramani, au nichore ramani nimweke yule mwanamke akifanya hizo shughuli zake, au nifanye vyote kwa pamoja. Yani ni idea pale kwenye kusketch. Je, yani kusketch ni kuwasilisha kile kitu ambacho upo nacho kwenye mawazo, hatua za mwanzo kionekane pale. Kwa hiyo ukiona kimegoma pale, unaweza ukarekebisha ukabadilisha wazo kidogo kabla hujaanza kupaka rangi.
Ndiyo, sanaa ya uchoraji ina mchango mkubwa sana katika jamii, hasa pale katika njia za uwasilishaji. Kwa mfano, unahitaji kufikisha wazo katika jamii, lakini unahitaji kutumia njia ya uchoraji. Tumeamua useme kutumia painting. Unajua bwana, watu IQ zimetofautiana. Kuna mtu ndio ile wanasema kwamba yani wewe kuelewa hujaelewa na picha uoni. Kwa hiyo msemo kama umeshaufuatilia, yani kwamba hata asiyeelewa akiona picha ataelewa. Sio, umeona kitu hicho? Kwa hiyo kama una uwezo wa kusoma, kama mtu hajasoma anaweza kaona picha. Kama mtu labda wale vipofu labda wanasema, lakini mtu kama ana uwezo wa kuona, hata kama aongee au fanye nini, anaweza kuitafsiri picha kwa yeye anavyoamini. Kwa mfano, mimi nachora picha, sina maana ya mama wa Afrika. Lese nimechora ramani, afu nimechora mwanamke. Akija point A atakavyotafsiri ile picha ni tofauti kabisa akija point B atakavyotafsiri ile picha. Mmoja anaweza akakwambia mimi nimeona amechora ramani na mwanamke. Ni sawa, yuko sahihi. Umechora ramani na mwanamke. Mwingine anakuja unamuuliza, yani wewe umeelewaje hiyo picha? Anasema hapa mimi nadhani wewe umemaanisha utamaduni. Yuko sahihi pia, kwa sababu wanawake si wapo Afrika, na ni kutokana na ule mchoro ulivyoweka. Yuko sahihi kabisa, utamaduni labda wa Afrika. Yuko sahihi. Mwingine akasema labda majukumu ya mwanamke katika bara la Afrika. Yupo sahihi. Mwingine anasema labda mchango wa mwanamke katika jamii. Yupo sahihi. Kwa hiyo kila mtu anaweza kutafsiri picha yeye anavyoelewa, lakini final wewe mchoraji ndio unatakiwa utoe mawazo kwamba wewe ulimaanisha nini ulipokuwa unachora ile picha. Kwa hiyo mchango upo. Kwa mfano unataka kuwafikishia watu wanyonge ambao hawana uwezo wa kusema. Sio kwamba hawana uwezo wa kuongea, hapana. Uwezo wa kuongea nao, lakini wanaogopa labda kusema. Kwa hiyo unaweza kutumia ule mchoro, labda umechora zahanati, ukapeleka sehemu husika, wanaweza wakasema labda amewasilisha kwamba ili eneo likipata zahanati inaweza Hali ya soko kwa sasa hivi, kwa muda mimi nioka katika sanaa, nisijue wenzangu, lakini naona hali ya soko ni endelevu. Na unajua wachoraji tunatumia creativity. Kwa hiyo creativity yako ndio bei yani utakachokiuza. Yani creativity inakuletea mapato kiasi gani wewe kama wewe. Sio, unanielewa? Yani useme wewe umeandaa mchoro. Ule mchoro umeupa wewe hisia zako kiasi gani, ili hata kama mteja akija ukimwambia bei, yani muweze kuelewana. Kwa hiyo soko liko vizuri kabisa. Soko linakuwa kwa sababu ya sayansi na teknolojia na utandawazi. Kwa hiyo soko linakuwa, vitu vinakuja vipya, aina za uchoraji zinaanzishwa mpya, watu wanakuja wapya pia. Ndio, kwa hiyo soko linakuwa, siwezi kusema liko pale pale. Kwangu mimi hapa na washauri vijana, hasa wale ambao ni chipukizi na ambao wana passion kama mimi ya kufanya kazi ya uchoraji na yani sanaa kwa ujumla, na washauri kwamba wasikate tamaa. Hiyo ni moja. Pili, na washauri kwamba wawe na moyo wa kufanya kile kitu ambacho, yani wasikate tamaa. Unajua unapokuwa una passion ya kitu, mtu akitokea kukatisha tamaa, unakata tamaa. Yani kwa hiyo mimi nawashauri, kwanza moja, wasikate tamaa. Pili, kama mtu tayari ameshaanza, anaweza kuandaa masoko, kutafuta wadhamini, kuandaa sehemu ya exhibition,
kujishughulisha, kujichanganya na watu ambao tayari wanafanya hizo kazi, watu ambao tayari wapo katika sanaa hiyo kwa muda, wanaweza kumsaidia kwa kiasi fulani. Mwisho, mimi nataka kuambia kwamba mtu kama ana ubunifu ndani au ana passion au ana kitu chochote ambacho anahitaji kufanya katika sanaa, asisite. Wenda ni mchoraji, wenda sio mchoraji, kwa sababu hiyo yote wanaweza wasiangalia wachoraji tu. Unakuta mtu labda ana passion ya uimbaji. Kwa hiyo kama mtu ana ubunifu ambao wa kitu chochote kile, asiache kufanyaje kufanya. Alafu kitu kingine ambacho mimi nawashauri kwa ujumla ni kwa wale ambao wanahitaji kujiendeleza. Kama mtu anahitaji kujiendeleza, vyuo vipo kama hapa Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo, anaweza kuja kujiendeleza. Hapa wanatoa mafunzo mema, mazuri, skills walimu hapo wa kutosha. Kwa hiyo na ada sio kubwa sana katika hiki chuo, lakini ubunifu unaweza kufanyaje kumsaidia. Kwa mimi kwangu mimi hapa nashauri kwamba mtu kama ana uwezo, hata kama sio mkubwa sana, anaweza kuja kujiendeleza hapa kipaji chake, akakutana na watu tofauti tofauti, basi kawa poa kabisa. Huyu bwana anaitwa Donald, yupo German. Yana uchoraji wa realistics. Na mpenda sana kazi yake ya uchoraji na ananiinspire, na nafanya naye mawasiliano mara kwa mara. Yupo German. Na wish na najua tu itatokea kwa ishara za Mungu.